Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi njema. Pia napenda kumshukuru Baba kwa ajili ya kibali pamoja na mama na watumishi wote. Tuende tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru Mungu kwa vile umetupa tena afya, uzima na uhai, ili Baba tuendelee kulitukuza jina lako. Roho Mtakatifu, tunakualika katikati yetu, kafungue masikio yetu ya ndani, tukapate kupokea kutoka kwako, tukajifunze kutoka kwako Bwana, ili tuweze kuishi kwa amani, furaha, matumaini, ili hata ile siku ya mwisho tukafike kwako, katika jina la Yesu. Tunasema asante. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulikuwa tumefundishwa kuishindania imani. Leo tunaenda kuangalia neno la Mungu ambalo linatuambia kwamba kwanza tuangalie, ajidhanie kuwa amesimama, aangalie asije akaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwamini Mungu, tunakwenda na njia za Mungu, lakini kuna majaribu. Haleluya. Kuna majaribu. Tukisoma ule mstari wa Korinto 1:10-12, ndio huo unaosema kwamba ajidhanie kwamba amesimama, angalie asije akaanguka. Sasa tunaenda kusoma Isaya ile 55 mstari wa 6 na wa 7. Biblia inatuambia nini? Bwana asifiwe. Isaya mstari ule 55 mstari wa 6 na ule wa 7 anatuambia, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamkosea Mungu kila wakati, kwa mawazo, kwa kutenda, lakini Mungu anaturehemu pale tunapoamua kutambua kwamba kweli tumekosea, tutubu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamkosea, lakini kutambua kwamba nimekosea, tunajipa haki kwamba hatujakosea.